Bethel Clouds TV, empowering lives. We are continuing. We were on the mandate. Sema mandate. Mandate tumesoma vitu vizuri sana na vitu vikubwa sana when you have the mandate. And this mandate, when it comes with an authority, and it's a mandate, and you have to go through rigorous tests for you to be given that mandate. The mandate of God qualifies you to become. The mandate that coming from God, it makes you, it stands you. Inafanya unasikika. You see, like now, I'm speaking before you. You are all Christians. Even before I became a Christian, that sometimes, about 5-10 years ago, you will not even come to sit around me. But because I've gone through the process of rigorous tests from heaven, now God has entrusted me that I become somebody who can speak before you. Praise be the name of God. That is why when you have when you have the mandate, the representation, you got the representation of God. Unakuwa na representation ambayo inakusimamisha, unaitanishwa na mamlaka ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Una qualify ya kwamba unaona you are given a responsibility to lead people. You are given a responsibility to be in the position of the Lord. You are given a responsibility to become that which God planned you to be. Bwana Yesu asifiwe sana. And therefore, kila wakati when you are living, you have the mandate of anything. Either a mandate, hata kupata mke, that's a mandate. Kupata mume is a mandate. Bwana Yesu asifiwe sana. And I told you in the morning, once you lose the mandate, to regain it, it becomes so difficult. So, yako ka position kadogo Mungu amekupatia. Ako ka privilege ambao umepatiwa na Mungu, kachunge sana. Mwambie mwenzangu chunga sana. Chunga hako because it might take even forever. Ukufe dunia hii bila kurudia tena katika hiyo kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukituangalia watu kama sisi ambao tulipoteza wake wetu, ambao tulifanya maneno, tumestruggle kutafuta kupata mtu mwingine replacement. Kwa nini? We were given a responsibility. We were given a mandate. Ukapatiwa mundu toyo umite kwa mundu mugima wina magego tu. Ukanegerwo ni Ngai ikaraga nake. Kana niĩ nganegerwo we jikaraga nake. No ithumuga ati rumirira mundu ici. Yani alafu tunakaa mahali unakuja unaenda kwa sababu ya arrogance yako, na mimi naenda kwa sababu ya arrogance yangu. Mungu akiwa mbinguni anachungulia tu. Niwaambie. Haya. Ndio makiuga atia. Arometi komenere tarutwa Yesu. Utakuja kujua hata siku 12. Utakuja kujua hata ni mmoja alikuwa huyo mmoja. Wacha hiyo nasema siku 12 ni mmoja. Kama angekuwa ni yule wako ambaye alikuwa amedesigniwa kutoka mbinguni na ameponyoka, you will struggle. You will really struggle. And you hata utakufa bila. Mimi naomba tu niliambia Mungu nikamwambia huyo hakuwa wangu. Si hataona jua hakuwa yangu. Ndio anipatie nafasi nyingine. So number 2 of number 1 that we had a discussion that for you to understand you have matured or you have increased spiritually, you are given a backing by God. So whatever that you'll be doing, you get a backing. Any move you make, there is a backing. Anywhere you go, there is a backing. Whatever that you do, there is a backing. That anything, unakuta all the backings of the resources and human resources and finances and material resources, zote zinakuja zinafuatana na wewe because you have matured. The moment you spiritually grow and you become capable of managing anything from heaven, the heaven decides and makes a decision over your life that gives you a backing. Ukitaka pesa ze wanakupatia. Ukiambia Mungu nataka kujenga nyumba, kutengeneza nyumba, they give you a backing, they give you money, they give you resources, they give you the capability, they give you favor. There is a backing. Whereas kama unaona you are struggling with the business you are doing, you are struggling with the church, you are struggling with the family, you are struggling, there is no backing. Because whatever that the company gives you, if the company gives you money, the company gives you a responsibility, wamekuajiri kama manager, they will give you a staff, an office, and also a car and a driver. That is what we call a backing. That whatever you'll be doing, you'll be given a position of comfortability. That you'll be able to walk and do things comfortably without struggle.
That is the backing from heaven. Now imagine God gives you the backing. Now imagine God gives you the authority. Now imagine God gives you all the resources, the human resources and the finances, all of them. Anakupatia. Because you have been approved to have qualified in the maturity level of the spiritual increase. So for you to be given that backing, you need to grow maturely. You need to mature. Because these resources are in the book of Isaiah 45. That is where I will give you hidden treasures. These hidden treasures, they just don't come. These hidden treasures, they come because God has an authority, has authorized them to be there. And that is why you have to be very careful with the 100 shilling that is given by God. You have to be very careful with 1,000, that money that was given to you by God. Somebody will come from anywhere. Somebody atatoka tu Mombasa akuje akutane na wewe akupatie 1,000 shilling. Ufikirie, I'm highly favored. It is not that you are highly favored, but you have a backing for having qualified. And this backing will be qualified by the tests, the rigorous tests that God will bring to you. Atakuletea tu in your dryness, atakuletea 10,000 shilling. Kimutu mlikuwa mnasoma nakio, kimekuja kutoka Amerika, mnakutana just kwa mkahawa. Anakupeleka kwa mkahawa, unakula vizuri. Anarudi kwa kipochi, anahesabu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Hivi. In your dryness. When you walked, literally you walked from home. You came without anything. Alafu unakutana kimutu mlikuwa mnasoma naye. Anakuangalia hivi, anaangalia sura ni ya mtu ambaye inakaa kama makaa tu. Kwa sababu umepigwa na shida. Ushoneto na ini ginyarega weka sawa sawa. Hiki kimutu kinakuhurumia, kinakupatia 20,000. Hapo unaingia kwa bar, unakula karobo. Unakanyaga hivi, unaita wasichana huko na bia, kuja unisugue hapa, unampatia 500, mwingine msisugua hapa, mwingine anamwambia leta kitu kakupepeta, joto imejaa sana. God is watching. Whatever that you are doing now, God is watching. God is looking at you. God is looking at whatever that is happening, whatever that you are doing. God anakuangalia tu. Hivyo unapepetwa na tusichana, anakuangalia tu. Hivyo unanyua mguu hivi, unanyoroshwa huku na tumaji na tumavuta, God anaangalia tu. He is testing whether you are capable of handling his resources. And the day and the moment he discovers you are not worthy to handle resources from heaven, then he disqualifies you. Na unapata kuna siku nakuja unatuambia, there is a time nilikuwa na 1 million kwa account. Money was not a problem. We used, yani nilikuwa napeleka watoto shule msuri, nilikuwa nafanya hivi, nilikuwa naendaga shopping, tunafanya shopping ya 20,000 without pain. Tulikuwa tunafanya shopping ya 50,000 without feeling. Tulikuwa naenda kwa duka naambia watoto chagua. I never chaguaed for them. They used to chagua for themselves because money was not a worry. Unajua wale wako na worry ya pesa hawakubalishagi watoto waende wakachague. Unaambia watoto wakae pale. You sit there, kaa pale. Na unampatia simu yako, na si mapenzi yako kumpatia simu, umpatiagi kule nyumbani, lakini unataka acheze game ndio asahau. Hiyo wewe viatu ya rahisi. There are those days that you used to tell them, "Hey, Mokami, go check angalia kiatu unataka. Wewe, Jeroge, chukua kiatu unataka. Angalia. Chagueni. Wanachagua wanajaza bagi. Unaenda huko, can you give me the bill? Nipatie bill. Unakanyakanyiro unapatia. Unachomoa card. Do you swipe? Because money was not a problem. Now when the money becomes a problem, is after you have been disqualified from the processes of you receiving the resources from heaven. That is when you realize God has gone. That is when you realize even taking your children to somewhere, you don't go with them because you don't know what they are going to pick or what they are going to say, I want to eat. You know there's stubborn children that wakisimama kwa duka ya bata. Asema nataka kiatu. Kanajiaguza chini, nataka kiatu. Baba nataka kiatu, kanajiaguza chini. Kanaanza kujikula, kujitafuna. Unasema, baba nyamaza. Baba nyamaza. Kiatu, niko koda. Unataka kiatu ikia huko chagua ile kiatu. Those days that money was not a big deal. Money was in the presence of money was just like the presence of your name as you are walking with it. Bwana Yesu asifiwe sana. But if you are disqualified, if you fail the test of money, then the money will go, and the money will go very far from you. The money will go in a distance that you cannot be able, even the flight cannot catch you. You cannot catch it there.
Money will be just, utakuwa ukiziona kwa diffuse sasa, na utakuwa ukisikia na watu. Ukiona maploti ikipanda, ploti hii inapanda na hii inapanda, kanyumba kako na nikakurenti kako pale chini. Sasa hapo ndio unaweza kuelewa ya kwamba hapa kuna kitu kilifanyika. Ndio unakuja kuuliza what happened. Naanza kuangalia, unaona yule mama. Ni huyo mama ni kuchomeka, alichomeka tu na gasi, ama alichomeka na uji, ama kuna kitu kilimchoma moto. Alafu unakuta hapa alichomeka hivi. Kwa hivyo hata jicho lilichomeka likakuwa hivi kidogo, linatoa ile red ndani. Sasa ukipita unasemaga yule mama ndiye ameniroga. Huyu mama, tagu huyu mama kuja kwa hii area yetu, hata maubwa, si unaona hata maubwa nyingi zimekufa. Kwa sababu the imagination is that somebody has bewitched you. Nobody has bewitched you. You failed the test. The test of spiritual maturity is not with you. The maturity to be able to handle things from heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. Handling the things from heaven, it requires God. Let me read to you the book of, naona hawataki kuniwekea, sawa tu. Hata mimi nitakuja kujua nitajiwekea. Si unaona? Lakini mimi najiwekea. Si niko nilijua tu nibebe Biblia. These things can happen. The book of Isaiah 45, the Bible says from verse 1, thus says the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have held. Listen here. He speaks. Thus says the Lord. Wacha tu baba. Oh. Amenipatia yote. Thus says the Lord to his anointed. To who? Not just an ordinary person. To his anointed. That is how you are looked at. That is how you are seen. That is the component of you. The heaven sees you, not Exodus. We are in the book of Isaiah. Then that is how God is looking at you. When he's giving you that small responsibility, he's looking at you as his anointed. Yet you're not an ordinary person. When I'm given a responsibility to do things, I'm given a responsibility to be the owner of 2NK. Unafikia 2NK, kupatiwa responsibility ya 2NK ni nini? Watu wa Nyeri hands up. Watu wa Nyeri inua mkono. Ni nani hajabebwa na 2NK? Yeah? Don't joke with that woman. Ukimwona unasema nimebebwa na gari zako. Na unanyenyekea na unaona hata nywele si mrefu kama yako, ni nywele kidogo. Matajiri hawakuagi na nywele mrefu. Hawakuagi. Angalia bibi ya Ruto, kanywele kadogo. Angalia bibi ya nani? Ya Uhuru. Kanywele na walingi. Na unaweka manywele zingine zinakaa mpaka huko, zinateremka mpaka huko, hazieleweki. Tulia, kuwa mpole. Mtu ametosheleka, hakuagi na stress. Anakuwa gari mosmos. Hata anachukua, ukimwangalia kwa kibeti yake, iko na kahari. Anafanya tu hivi. Wagapi watu wa kahari? Wagapi wanakumbuka kahari? Kale tulikuwa tunafanya hivi. Na kabushi. Kabushi back. Na wale wasee tulikuwa na kagine tunaweka hapa, kakulalisha nywele hapa na kulalisha hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatukuwa tunaliga, tunaishi tu vizuri. Sasa unaonaga yangu ni venye tu nilipugusa. That says the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have held. Sasa sikiliza. He is anointed, and not only anointed but held. Ameshikwa mkono yake ya kulia, si ya kushoto, ya kulia. Wewe hata hujashikwa na unatuligia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumza to Cyrus, the anointed, mtu ambaye amebarikiwa. Lakini sio kubarikiwa tu, maana unaweza kubarikiwa but you are there waiting for the next move. Could it be you are waiting for the next move? Huyu amebarikiwa, anointed, and also held. His right hand, ameshikwa mkono wa kulia, si mkono wa kushoto, mkono wa kulia. Anatembea na Mungu, amemshika mkono ya kulia. Sasa na huyo mtu kama huyo utapata shida. To his hand have held before him and loose the armor of kings. Yani nikitembea na yeye, the armor of kings is loosened. Mahali naingia, Ruto akiniona anababaikaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hizi nikitaka kwenda State House, I need only to make a phone call and they will look in the book watafute space. I have to go there because wanataulizana arenda kugate. Call him.
Juzi nimeenda hapa kwa Kediki. Nikakuta watu wanasema nimekaa hapa miezi 3 nikitafuta appointment. Mimi sikutafuta, nilienda mpaka kwa secretary. Nikamuuliza, is he in? Yes, he is in. Nikaenda kwa mlango nikafungua. Hello, I'm here. Na nikarudi nikakaa chini. Nikasikia huyo alikuwa naye akamwambia, hebu toka kidogo tusikie anasema nini. Nikaigia because God is holding my hand. Enda huko jaribu saa hii. Enda huko tutakutana na wewe kamiti ukikula mkate. Na uadikio mashtaka ambayo hata hapa duniani haijafanywa ingine. Ni wewe utakuwa wa kwanza kwa hiyo mashtaka. Ati ulionekana umemeza bomu kwa mdomo, ulikuwa unataka tukupe uagushe huko ndani. When you are held, all the doors will be opening. When you are held, things will just be happening here and there. And the people will be wondering, why are these things happening? Who is behind these things? Because there is a backing. There is a backing of God. There is a backing in every move you are doing. That there is something that is happening. People only see you, but the people behind you, how many? Elijah akamwambia nani? Akamwambia yule kijana, those with us are more than those with them. Because there is a backing. Hallelujah. There is a backing. You are held. Umekamatwa kwa mkono wa kulia. But wherever you are going, where God is opening the doors, when God opens a door for himself, because he is also holding you, anatembea na wewe na milango lazima ifunguke. The doors will automatically open. That you will see some people are just blessed. Unashindwa, what did they do? Walifanya nini? Si kupenda kwake, alishikwa mkono. Mtu kama mimi huwezi kucheza kushinda na mimi. Nimeshikwa mkono na Baba wa mbinguni. Nimeshikwa. Yeah, that is why unakaaga unanishangaa. Nimeshikwa mkono. Kuna mama mwingine hapa ananiulizaga, unalalaga saa ngapi? Unapumzika saa ngapi? Si ati sipendi kupumzika. Ninapenda sana, lakini nimeshikwa mkono. Nabii tukibia Nakuru na Mungu tunakimbia. Kuna mama mgonjwa tunakimbia huko tunamwombea. Anaambia turudi Nairobi tuende Thika. Tena kuna kitu kingine mfanyika huko tunakimbia. Tunaenda na Mungu tunakimbia na Mungu. Si nimechomoka hapa na nimerudi? Yes. Na mimi ndio nakuhubiria sasa. Mbona hukuhubiri? Kwa sababu nimeshikwa mkono. Tamania kushikwa mkono na Mungu. Tamania kushikwa, maana hakuna mlango ambao utazuilia. Anasema nini? Anasema I have held to subdue nations. Cyrus, whose right hand I have held to subdue nations before him. The meaning, the reason, the only reason, the perfect reason is that he is holding your hand to subdue other people, not nations. See, nations ni watu. Nikikuja kwako nikikanyaga hivi, unasikia intimidated. Nikikuuliza, how are you? Unasimama mara moja. Unashindwa, I am not a teacher, lakini umesimama. Kwa nini? Sija kurasimisha, sija kushikia bunduki unisimamie, lakini unakuta unashindwa kukaa chini ukiongea na mimi. Because there is something the God that is holding my hand is akikuja tu unasikia the presence of God, and where the presence of God is, everything around there is subdued. Unakaa umekamatwa na nobody can be able. Wanajaribu kukuinukia, wanapanga njama za kukuinukia, and every njama wanapanga kukuinukia, God turns it around, inakuwa favor kwako. Because umeshikwa mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Umekamatwa mkono. Therefore, why does he subdue him and lose the armor of kings? Meaning that wherever you go, the armor, ile nguvu za kiufalme, wherever you go, lazima watetemeke, lazima wakuwe loosed, lazima wakuwe watu wakikuona wana discuss. Juzi hapa tuliingia hapa wakati ya maandamano ya Raila, mliona. Ilikuwa siku yake wakasema Monday tutakuja. Ni Wednesday. Walikuwa wamesema Wednesday tutakuwa tukifanya Wednesday. Niliita mabloga, sikuita hata Nation, hata sikuita KTN. Niliita watu wa YouTube. Tukafanya hapa press conference. Nikasema nisisikie kwa hiyo. Nilisema nisisikie maandamano ndani ya city. Hizo maduka ni setu. Na nimeambia Kidiki na serikali ya Ruto, mkae kado, tutachunga maduka zetu. Sasa na kutoka siku hiyo umeona maandamano? Nasikia walienda wakakaa kikao, wakasema ukiona huyo ameogea, we are finished. Na maandamano hapo the following day wakaanza kusema maandamano tutafanya wapi? Kwa nyumba.
Sasa wananijua from the past, but it's not the past that is working, it is the hand that is being held. Sio mimi nilizungumza, God spoke using my mouth. Akambia nimesema hii kitu haitafanyika, and it has not happened. Na nikasema hapo, Ruto ujaribu kufanya handshake, utajua ujui. Wakaniambia fanya, sasa tuone nitafanya nini, lakini nilisema in the authority of the one holding my hand. That authority, it is that which keeps you moving. It's that which opens the door for you. The kings will be subdued before you. The powerful people will be subdued. Angalia Daudi kalienda kakakuta kigoliathi kimevaa kiguo cha chuma kikuda, kwa sababu kalikuwa kameshikwa mkono wa kulia. Kakaambia Goliathi, wewe unakuja na maguvu zako na manema zako na powers zako, me I will come with my God. Hakusema silaha, with my who? Kwa sababu alirealize nimekamatwa mkono. When you are being held kwa mkono, the right hand, nothing can shake you. Utakuwa unatoa statement zingine watu wanashangaa. Utakuwa ukisema maneno mengine watu wanatetemeka. Utakuwa ukienda mahali watu wanakuona wanasema sir, you welcome. Mimi tukienda na wewe Serena, utalipa bill, mimi sitalipa. Utaona mpaka manager anasema nimekununulia leo. Na si ati napenda kukununulia, ni kusikue labda nimekasirika, tukutane naye na anakaga umoja. Lakini it's God mwenye amenishika mkono ndiye anawahusia uoga, anaweka baridi. Wanakuwa na baridi. Nikipita mahali unaona kila mtu anashake. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the power of God when you have what? When you have the backing of heaven. Nobody can stop you. Nobody, anything that you do, no matter how stupid it is, it will be good. Unajua mtu kubwa anakujaga anaongea matope kama Kibaki wakati alikuwa anatutukana. Alikuwa anatubia maafi ya kuku. Unakuta inakuwa, it is a hilarious statement. Everybody is talking about it. Everybody is happy about it. Kuna mtu mwingine anaweza kuja kubafu wewe, inakuwa ni vita ya Herzegovina na Bosnia. Because huyu amesema kubafu wewe na hana backing ya Mungu, inakuwa ni insult. Na kuna mtu mwingine anakuita mjinga, hii unafikiria wewe ni nani? Unaona watu wote wanaagua kicheko. Baka wewe umeitwa mjinga, hii unaagua kicheko. Because the statement did not come from the man, it came from God. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is how David was able to defeat a Goliath. That is how you are going to be able to defeat a Goliath, because you got a backing. You seek the backing of God. In every move you go, in every place you go, the backing will do the battles for you. Watu wale wamekunyang'anya pesa, wale wamekunyang'anya mali yako, utakuwa ukifika pale wanakuambia sorry, we had kept. Tulikuwa tunaokuigira tu. Hatukuwa tuna ubaya, ni kuweka tu, lakini wakati ulienda tukashindwa ulienda wapi. Lakini ndio hii shamba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. In verse 2, I will go before you and make the crooked places straight. It is God saying that he will go before you. Atakutagulia, ataenda mbele, na every crooked place itakuwa straightened. Nothing will work against you. Wale wote walikuwa wamepanga, chochote kilikuwa kimepangwa, machuma zilikuwa zimewekwa, zitakuwa zimepanguliwa, and every crooked way itakuwa straight, because you got the backing. When you got the backing, nobody can stop you. When you got the backing, no weapon fashioned against you that can prosper. It is not you. It's not that you are strong. It is not that you are powerful. It's not that you are educated. It's not that you have got money. But you got the backing of the supreme power. That is all what you need. You don't need to be known. You don't need to have money. You don't need to have anything in your soul. You need only to have the backing. When you have this man called God walking around with you, akikutembeza kukutembeza mahali popote, when you have his backing, everything will be working for you. Anything will be working for you. All the people will rally around the world and create every move to make you sustainable and sustained in the glory of God. Hallelujah. They will pay for your tickets. They will pay for your lunch. They will pay for anything that you need because of that presence. Why are you here? If I may ask you, why are you here? Did you have any place to go? There were so many places you could have gone, but I got some backing that you need. God has just chosen me. I can put the backing, and this is the backing that you are looking for, and that you have found favor, and I found favor in you. Na tunakutana, unaona tunasikilizana, tunaelewana. Naona nikiongea kila mtu naona nafanya kichwa hivi, kwa sababu the backing is speaking, not me. It's not me.
at all. Huyu mzee akiondoka hapa karibu na mimi, nyinyi wote mtatoka hapa mtasikia nikinuka. It is not me. It is him that has given me the backing. And the backing is empowering you. Once you are empowered also, I'm spreading the backing to you. So once you kitoka hapa, whatever that was as disturbance to you, whatever that you are struggling to get, whatever that they had denied you, you will just find it. Nikikuambia sasa, nikwambia Mungu, ninamwambia Mungu, unajua mimi sio bagi sana. Namwambia Mungu mfungulie mlango, unakuta mlango inafunguka. Ukienda mahali unakuta milango inafunguka. So many people of you hamekuwa hivyo. Milango tu unakuta kila kitu, unashindwa hii kitu, na ndivyo nimestruggle all this time. Imefunguka kwa ni si mimi, the backing I have, it is speaking. So desire to have that backing. When you have the backing, you will be speaking and things will be working. You will be saying and things will be working. And nobody and nothing will stop you from achieving. Sema the backing. I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. Hey, not you. See wewe utabreak. See wewe utadestroy. He will break in pieces. Hizo machuma zimewekwa, the bars zimewekwa, kila kitu ambacho kimewekwa in front of you, because he got the backing. He want to tell you, my sister, my son, my daughter, I'm going with you. I'm going to conquer every animal. I'm going to conquer every mountain. I'm going to level every mountain in front of you, because you got my backing. That is the power of having the backing of God. You don't need to have a very powerful pastor. You need to have a very backed pastor. Mwenye amekuwa na backing. Because I can be powerful to speak the word here. Mpaka nikiongea mnasimama mnasema prophesy, man of God, prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Can I say it? Prophesy. Because I'm speaking like I have a machine in my stomach. Lakini I have no backing. Hallelujah. Moses was a stammerer. Moses could not even communicate a sentence. But he had the backing. Wherever he went, he conquered. Wherever he went, he made things and the things worked. He could split the water. The water only. Alikuwa nauliza ni Mungu, umebeba nini? Anachukua dakika 3 kuanza that question. Kijiti tu yuko kwa mkono. Umebeba nini? And the eloquent people around him, they were not heard. Ni yeye peke yake. Anaambiwa agusha, anaagusha inakuwa nyoka, inameza manyoka zote. Inameza manyoka zote. Na wale walikuwa watu wamesoma with degrees na masomo ya juu, walijaribu kuagusa nyoka, ikamuti kakue nyoka, nyoka ikawauma. Sasa wanashindwa, how can God use a stammerer? No, it is not that he chooses who to use, he chooses who to back. And the choosing who to back, it is because you have qualified for the backing. You cannot just be picked by God. He said here that thus says the Lord to his anointed. Just imagine, you can never just be anointed. You must have gone through a process for the anointing to come. So before you are held, you must have gone through 3 crusts. Lazima upite mitihani. Lazima ukuwe na temperatures zinapanda. Lazima ukuwe na coldness zinashuka. Lazima ukuwe na mababs na manini. Lazima uende hivi na hivi. Unyogodane paka usimame. When God time comes after you have qualified, nika certificate tu. Na hata hutapatiwa kwa mkono, utaambiwa umepata, umefaulu. And the rest will be history. Anything you are looking with struggle, with sweat, unaona unaikuta, unauliza nani amekuja na hii? Ati tumeambiwa na mtu amekuja hapo, ati ni yako. Bako naenda kwa nabii, kuna kitu kimewachwa kwangu na naona ni kama mapepo. Na sasa hiyo ni kale jiroba kameachwa kwako. Na ni mtu alizungumziwa na Mungu, amekutafuta, amekosa, na anataka kuondokea punishment ya Mungu. Anakuja na anaacha mpaka na kifunguo na ragubuku. Unakuta unasema mimi naona ni kama shetani. Niyo ndirona tari andũ a Freemason, tari a devil worshippers marenda kunywa thakame. I will give you the treasures of darkness and the hidden riches of the sacred places. When you have the backing, he doesn't give you things that are open. He doesn't give you things that are not hidden. Hakupatiagi kitu
ona, anakupatia na vile vimefichwa. Zile zimewekwa in the hidden treasures, in the backing kule zimefichwa kabisa. Those are the things that he give you, because all these things were hidden for you. All these things wameficha kule, not because of anybody else. They are kept until you mature. All the cars for you that are going to come, they are kept somewhere until you mature. All the land that is around for you, it is being kept somewhere for you to mature. Until such a time that you mature, then everything will turn around you and it will become yours. Unakuta shamba mashamba inakatwa, unaambiwa tuliona tukuweke jina yako even in your absence. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of the backing. When you have the backing, nothing will pass you. Everything will be getting. When you go to the supermarket, as you are picking things, there's somebody behind you following you. Na anakutambua kama man of God. Anajifanya tu ni kasimu. Anabeba tu because he knows you are carrying an anointing. Anapentembea tu na wewe. Akiwa nyuma, bako na shida, huyu nani? Anakufuata kama kivuli chako. Anatembea tu, anaongoja mufike kule kwenye nini? Kwenye till. Akifika kunambia, man of God, let me help you. I'm going to cater for the bill. No. Okay, sir. Let me cater for the bill. How much is it? No, unaona kadi kamecholewa haraka. Na wewe unataka kuhesabu tu 50 tu ulikuwa umeokota. Kumbe kadi kametolewa haraka na bako na shagaa kamepitaje? Bako na dima ya kukaa kama hako, because you got the backing. That they will, all over, wherever you go, they will be around you. They will be walking with you. Whatever that you do, they will be having you. In whatever position that you go and position yourself, you will still have the favor of God. Because of what? Watoto kama gani hawa sasa? Sasa naona niraje kwa bati ya sukari. Mureda agoe, nikoa. He will give you treasures of the darkness and the hidden riches of the sacred places. So there are sacred places where your treasures are, where your money is, where your land is, where your properties are. So don't worry what is happening now. You are being tasted. You are being looked upon. Angels are looking over you. The heaven is watching over you, because it is getting ready to bless you. It is getting ready to anoint you. It is getting ready to empower you. Yes. Na kila mtu atakushangaa. Kila mtu atakuja hapa na kuuliza, nikiolea kile. Huyu Doni juzi aliniuliza swali. Alikuja hapa, nilimuita tu nikajua acha nitishi Doni leo. Akakuja, akalikuwa nikamwambia ni kuja kwa kanisa. Alienda mpaka pale City Stadium. Akafika hapo City Stadium, akakuja akapanda mpaka juu. Mimi najua tu ataenda huko. Akapanda mpaka juu, akaenda akaambia walihama. Akaniambia, baba, nasikia mmehama. Tumehama. Hujui? Nikamwambia kuja pale town. Chukua Uber. Kwanza nimwambia chukua Uber. Akaniambia simu yake nikatorotoro. Nikalaitaje? Katulituli. Sasa kuna vitu tugine tunabebaga, hatuwezi kutupatia advantages of life. Bwana Yesu asifiwe sana. They don't give you advantages of life, because I wanted him to experience the money, my resources that I have, the hidden treasures that are in me for him. Abebwe na bolt. Unajua alikuwa ametoka huko na ametoka Kawagwali ama ni wapi. Na huko alikuwa amechoka, alikuja mguu. Sasa nilikuwa nataka kupumzisha akuje. Sasa nimwambia achukue kauba na niambia kasimu kago nikatolitori. Sasa nikamwambia hata kuniambia nikatolitori, akasema simu yangu ati imeisha moto. Sasa nikamuuliza, kwani tunaongea na simu gani? Kama imeisha moto tunaongea na nini? Nikamwambia kaa hapo, nikafuta bolt. Nikaiweka hapo kwa nini, nikaenda mpaka hapo, ikasimama, wakanipigia wakaniambia tumefika. Nikamwambia kuna mtu wako hapo. Nikamuuliza, Don, umevaa nguo gani? Akaniambia niko na shati ya black. Kuna mtu unaona kuna shati ya black? Mwambie ingie kwa gari. Hallelujah. Akaletwa mpaka hapa nje. Kufika hapa nje akaniuliza, baba ni wapi? Nikamwambia hapo chini kuna security. Wapatie simu. Ile simu ilisha moto. Nikamwambia watchman, mulete synagogue. Alipokuja hapa alisema, salala.
Sasa nampelekea mkono yeye. So salala. Oh salala. Bwana Yesu asifiwe sana. When you got the backing of heaven, every door will open and everyone will be shocked by the blessings that you have. By the turns of event, everything will be working like it is a machine. It is something that is, ni button moja inafinya, hii ingine inafinya, unakuta zote zinafanya kazi. When you put on the light there, every bulb zinawaka because they are powered. When you have the backing of God, you are powered. All the enemies, waizi wote wanatoroshwa kutoka kwako. All the enemies that were surrounded were following you. They will stop following you. Everybody that was trying to fight you, they will stop fighting you. We were struggling with speakers. Just this, which one? Mulizivuja vuja. That speaker. We were struggling with that speaker and that speaker. Those are the only two speakers we had. But look now, we have extra. They are lying there. They are asking me, when are we going to work? When are we going to work? If you get there in the sound system, we have 3 sets of sound system, the entire sound system. Then there tulikuwa tunakibia usiku tunaenda kukoboa. Imechomeka usiku ni moja, amplifier ni moja. Inakombea tulikuwa na kijama kingine kile utodi kilikuwa kinajua mashimu zote, mali ya kwenda kutoa. Haraka haraka kinakibia, kinaenda kinakoboa tunaambiwa ni shilingi 3,000. Una option unatoa. Now tuko na set 8, tuko na amplifiers 8. Zimelala kule zinatuulizaga, when am I going to work? Because of what? The backing. The backing. When you have the backing, everything will be working for you. You will never lack anything. You will never struggle. We used to use our phone to do some of the recording. Ukiangalia zetu za zamani tulikuwa tunatumia kasimu na nikata kasimu ka Oppo. Si Oppo, kwa kingine kanaitwaje? Si Samsung au kingine. Tekno. Wewe ni mtu wa Tekno. Ka Tekno tule. Ni Oppo. In fact, Tekno iko juu ya Oppo. Tekno. So listen, we are struggling with our phones to do some recordings. Ukiangalia recordings zetu za zamani ziko na sauti baya, makelele baya. Message ni mzuri lakini ziko na makelele. Ni kitu uwezi angalia sasa. We have several cameras. Zingine zimelala pale zikiuliza, when are we going to work? When you have the backing, nothing will lack around you. You ask, you tell God, I want this and this. Tomorrow you find people lining up there, wanataka kukupatia. So yearn to have the backing of heaven. Yearn to have that. The government of heaven inakuja tu ina validate everything. When you have the backing of heaven, the government, no, we have this government of the earth and we have the government of heaven. When the government of heaven decides, they are going to validate everything that you want to do. Wherever you go, it validates. Whatever you think you want, it will be validated immediately and things will start work. Hallelujah. Hallelujah. Not only validate, but they also defend you. They also fight for you. Nobody will touch you. Nobody will raise a finger against you. They will try. God will suppress them. The government of heaven will send soldiers immediately and they will fight for you. Ni wangapi wanajua? I think ijatangazwa lakini mnajua wale wanajua. In Rukai there is watu huko wanasemaga kuna lions zinakujaga. And these lions zinatangazwa hata jana niliona kwa TV wakitangaza at the people of Rukai beware. There are 4 lions ambazo zinatembea. Hizo lions haziendagi kwingine, zinakujaga kwangu. Zinakujaga kwangu. All the time zinakuaga huko. Ni wangapi wanajua? Ni Barbara siku moja alikuwa wakati wa nini? Wakati wa ile alivugiliwa na nini? Ile ni corona. Alivugiliwa kwangu na corona. Sasa hakuna kutembea. Sasa usiku huyo na mimi nilikuwa nimetoka kidogo usiku hiyo. Malayo nizikakuja hapo. Zilikuwa za sasa walikuwa na watoto wangu. Wakachukuliwa wakajua ni sikoko. Simekaa huko nje. Don't dare come to my place. Kwangu hakuna fence na hakuna gate, but no thief. It is well known. Kaupo kengine kalikuja hapo kufanya vituko hapo. Kalilaruliwa vibaya kuja kutembea kwa mdhamaki. When you got the backing from heaven, you get the backing for everything. Animals will back you. They will be there to guard you. The army from heaven will be walking around you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Now,
Let's go to the number 3. You have seen the backing. Look at number 3. Access to resources, both human and material. To resources, both human and material. Tutasoma kitabu ya Genesis 41. Genesis 41. Genesis 41 verses 41, I think so. Tutaanza hapa, ndio tulikuwa tumesoma awali, lakini tutarudia tu for the sake ya wale watu walikuwa naaguka mtihani kirasi. It is about the story of Joseph. So from verse 7. So the advice was good in the eyes of Pharaoh. So the advice was good in the eyes of Pharaoh. For you to have an access of resources, for you to have the opportunity for these resources to be around you, the plan seemed good to Pharaoh, to all his officials. That is the beginning now of accessing the resources. When the king or the man in charge seems to understand to reconcile with you, and not only him reconciling with you, but also the people behind his government also agreeing with him, with you. Because if the king agrees with you, but wale watu wake wa mkono wakatae, the resources will not come to you. Because those are the people that are going to be sent. Go and give him. If they don't agree with you, if they don't work with you, then it means you have the backing of the owner, but you have no backing of the people behind the owner. Because the people behind the owner, kama sasa hapa nikikwambia, ukikuja kuniomba pesa nitakubali tu, lakini mimi najua pesa si mimi nimeshikilia. Kuna mzee kama Kemani, kuna matresha na kuna wengine. Nitakwambia sasa ukoja kidogo, wewe eda uone ule mzee na ule mzee na ule mzee. Lakini mimi nimesema ndio. Wale wakifanya wanaangalia kwa vitabu yao, sisi tuko na pesa gapi? Tuko na milioni 1. What are the expenses that we need to do? We need 1.5 million to be able to achieve our goals this week. Na wewe unataka shilingi 100,000. Will they give you? They will not give you. Watakwambia tukuangalie next week. Sasa ukigojea next week tena ukose, utakibia kwangu kuniambia, imagine ulinituma uradomire kuri adwa cyo nandwa cyo nikora kama nanegera ko nehebesha. Na ni madena adwa cyo nikora kama arega. Na adwa cyo niyo mego kugoitheria ministry. No, me I'm here to bless everybody, to tell everybody yes, you want what? Nataka pesa. Yes, nitakupatia. That is my first thing I'll tell you. Nitafanya nini? I'll give it to you. But before I'll send you to the people in the account system, kwenye accounts. Waende muzugumuse na wao, uwaambie mimi yangu ni kusikiliza na kukutuma kukuforward. So they give me an advice. Yes, we can be able, or no, we cannot be able. Then you come back to me. Or if they tell you usikilize na usikie vizuri, you just go. Because those are the final. Whatever advice, hata ukiona nikiongea hapa, I have my advisors. I have people who are advising me. I have people who are telling me, no, do not do this at this time. Let us not move. Eda uingie kwa ofisi na ukae huko. Si uliona juzi waliwaambia hakuna kuja kuniona hapale. Yao ni wao, si mimi nimekataa. Mimi ningetaka nione watu mpaka kesho asubuhi. Lakini wameona wataniruhusu na wananipenda. Sasa walikuja nikauliza nikigera to mamugiria ndo. Keto no itekera tukanywa shairo sio. Nikaambia yeye kuja na nataka mnipatie reason na hiyo maneno yenu, mimi hamtaniharibia huduma. Wanakuja kesho asubuhi, wanakaa chini, wanasema tunakuheshimu. Tunaheshimu mafuta iko chini yako. Tuko chini yako. We respect your anointing. But now man of God. Sasa ananipatia, wananiexplainia, wananiexplainia. Nikitoka hapa na washika mkono na pia thank you. Kubesiku anajua dole yangu huko. Kubesiku anajua you value me. Because if you don't have people who value you, they will let you die. But if you have people who value you, they will protect you because they need you tomorrow. And they know that you also need this man tomorrow. So therefore, they will stop you from seeing me today. They make an opportunity for you to come and see me. But wewe utaenda nyumbani ukisema, hiyo kanisa,
pastor, huyu apostle ni mzuri sana. He's a very humble man. He's highly used by God. Lakini yule pastor Karaja unamwonaga hapo. Na huyo mzee mwingine anaitwa Kemani. Na hiyo Shea Lady. Ashe ni magato makanithio yegwe. It is not. When Moses alikuwa ameanza kazi aliambiwa utakufa. Tafuta watu wa kusimama, uagawie roho yako. Kwa hivyo hata mseme hawataagusha, they can't because ni roho yangu. Wakiongea ni mimi naongea. Ni roho yangu nimewagaia. Kwa hivyo Moses alifanya, aliwagawia roho, akawapatia, wakaanza cooperate na roho ya Moses. So whatever they were doing, it was Moses doing. Ukikataza na mseme pale ujue ni mimi nimekukataza. Don't wacha kwenda ukimukasi. Tia nake. Tia nake. No ndarekera gathuti riu nĩenja gwĩkĩra thuti. Nĩ mbeca cia kanitha. Na riu ũhĩtio thio kombore oneo ni brother yaku gakari ukena gũkũ kanitha-inĩ. No kuna ragũrio na nĩguo pastor ahĩnjĩte mathiko ici. Nĩ mũramũiguĩra tha. Niĩ ndĩramũhoera o mũthenya. Nĩ andũ acio Kĩmani ũhĩtio umia gatata gaka gakwa. Ũguo kũhũrwo thire. Nĩ mbeca nĩ mawathi hitũ. Nĩ kuna pastor nĩ ũrĩa ahĩnjĩte ma. Kai ahĩnjĩte. Nĩ ndĩrakĩmũiguĩra tha. Na nginya gũkũ ũguo. Una describe you mpaka una kai. Kinyonaga yeye akaulia kai take this, don't discuss this man. Now that's why God said do not do what? The anointed. Do not, because of akona watu wengine. He produces other people that will protect you. And that is why I will normally tell you, this is not my ministry. This is not what? It is not my ministry. It is called the honor. Musijaribu kuniua. Ati hii ni ministry ya Dora. Hapa hakuna ministry ya Dora. Hapana. I found this word being preached. And it will be preached way after me. Neno litaendelea. Tutaondoka. Tutawacha wengine wakiendelea kuhubiri. Kwani popu huyu wako ndio alianzisha Catholic. Don't try to personalize anything. Do not. At all. If you want to go far, do not personalize hii kanisa. Ati dathi kwa wale gehe. Dathi nyumba-inĩ ya Ngai. This is a house of the Lord. Kesho ni wewe utashika microphone. Bwana Yesu asifiwe sana. So, for you to have the access of the resources, both human and material, you must be able to interpret a dream. Hallelujah. You must be able to interpret a dream. Because resources, both human and material, they are in a dream. Bwana Yesu asifiwe sana. If you are unable to interpret a dream, you are going to go flat because the resources are hidden in that dream. The king had a dream that there will be 7 cows, huge, fat cows, and there will be 7 cows. But he was unable to know what it is. He was completely unable. Alikuwa unable, hakujua zimenoneshwa na nini na zimekondeshwa na nini. Until somebody from prison will come and interpret the secret. Because the dream is a secret code from heaven. That business you have is a dream. And it has got a secret code from heaven. That job you have is a dream. This ministry you have is a dream. And it got a secret code. If you are unable to know the secret code and to unlock the secret code, everything will be left intact. And you will be languishing in poverty. Yet, watu nakuja kasema, kai hizi ni resources kai. Ushaienda nakuta mtu ako na shamba eka 10. Na amelima tu boga ni ujure wa nyumba hapa tu. Na shamba yuko kuimirara. Na hapa kwa nyujure ya nyumba hapa tu ndiye ameweka madharoko, ndiye ameweka managu na terere na gitunguru. Alafu anakutumpigia kasimu. Yego koko komete. Mundu wa Ngai. Ngai angĩgũteithia ri. Ujikio kanyamu kanini. Ona 200 ni mekujika na ciana itikararire. Na ako na 10 acres ameachiwa na anko yake na kaanga Amerika na hajai muuliza kama shamba iko na ria ama haina ria. Because you don't have the secret code of that land. Until when you have the secret code of that business you have, that is when the business will start growing. Until you have the secret code of this ministry, that is when the ministry will agree with you. Until you have the secret code of that man you call husband, that is when your house will become prosper. It will start prospering. Until you have the secret code of that woman you call my wife, until you have the secret code of that marriage, that is when the marriage will start working.
failure to which nothing will work. This man called Joseph had the secret code of the dream interpretation. He did it, interpreted it. And all the what were sorcerers and all the people who are called to come and do the interpretation, they were unable. But when this man came, he never struggled. He just asked them, hey, gekobe ya shai. Yes. Najua Joseph ni wale watu wanakaaga hii. Ushaikuta wale watu wana tumusea tule twa samani, tuna aniroku mamabo. Kana kujaga kana sema, ati mnasema imefugikia wapi? Give me a cup of tea. Sasa already amejua ni wapi na anajua ni nini. Ataenda straight tu amakoka kimkio hiyo pipe na kachuma prayers. Hebu fungua hapo. Anafungua, unasikia maji yanasema ikiteremka. Anarudi kanakaa hivi. Nataka unipatie 3000. Sasa hapo ukikuyu unaanza kukuigia. Aligarigo nathifana ndemunengere ngiri 3. Modo kama thoko magana ihenya atia. Na umekaa siku 3. Choo yako imeblock. Hata mnaenda choo ya nje. Sasa ikigoga tu kidogo, because hiyo ndio secret code ako nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Interpret. Joseph akamwambia, hizo ng'ombe 7 nono, kuna wakati mtakuwa na unono. Chakula itakuwa mingi na kila kitu kumigi. Na ingine 7 ya upande huu mwingine kutakuja kuwa na njaa. Kwa hivyo what we do, the secret code inatuambia, wakati mtakuwa na chakula mingi, mupreserve because of this season. Wase wakasema, yani kaudoka nini? Aogwe tu. Sasa wale wajuaji wanasa aogwe tu. Hivyo tu. Ati 7. Na mfalme akakaa chini akaitisha, negera kikombe, nipatie tu maji hapo. Akameza tu maji akamwambia aje? Then Pharaoh and Pharaoh said to his servants, can we find such a one as this a man in whom is the Spirit of God? Can we find mtu kama huyu in whom the Spirit of God is dwelling in? Can we? Meaning hata yeye mwenyewe, the mfalme mwenyewe alisema that, so Pharaoh asked them, can we find anyone like this man, one in whom is the Spirit of God? Can we find? Meaning hata kama hata yeye mfalme aliangalia akaona, ona ni wewe kitu takidigiota. Kitu kama hii siwezani. Because alikuwa na password, the code. Na hiyo code tu ndio alifungua tu akaanizip. Mkodoro nini kafunguka? Briefcase kafunguka. Na akamwambia the next one. Akamwambia, then Pharaoh said to Joseph, inasmuch God said, then Pharaoh said to Joseph, since God has made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you. Joseph was not wise. He was not wise. Bwana Yesu asifiwe sana. He was not wise. He was an ordinary man like you. But because he was carrying a passcode, that passcode made him to become wise. It is not you who is wise. Yes, you have your degrees, but your degrees have never helped you. You've gone to school and school has never helped you. There is one thing that will change your life. That passcode. When you will be required to come and interpret a small sentence, then you interpret it and immediately everybody will say, wow, what a brain. But the brain Joseph was carrying was the same brain like others. Because hata Farao kukuwa mfalme hakutumia ugali, alikuwa na brain. For you to become a president kama Ruto, you must have a brain. Lazima udanganye watu na wheelbarrow. Uwauzie wheelbarrow na wainunue. Yes, aliuza wheelbarrow na watu wakanunua. Na sisi wote tukasema mama boga na wheelbarrow. You have to use brains. Uhuru walikuja na kila kitu na maakademia wakachukua yule mtu alikuwa anafanya advice ya campaign ya Raila, alikuwa amedonatiwa na Microsoft, a thinker, Usogo thinker,
alikuja akaonyesha the plan, logarithm table, nini, zikachorwa mzuri, kila kitu ikakuwa graphed, choreographed, wakategeza mpaka venye atakuwa akiongea. Ukienda hapo utaongea hivi. Ruto wako na mtu wa kumadvise, kwa sababu huwezi advise Ruto. Huwezi. Ufikiria tu wewe ni advisor wa Ruto? Wewe ni kubafu. Utamuadvise na atoke mlango ya nyuma aende akafanye vitu zake. He's a very hard person to work with. Very hard. But he has a passcode. Na alijua tu akarara akajua wheelbarrow. Yes, wheelbarrow. Yes, wheelbarrow. Yes. Akaikalia hivi. Akaanza kuiba kwa wheelbarrow. Nikienda State House. Akaenda na ikampeleka. Na ikamuingiza State House. Mkisema hawezi, nasema watu walikuwa, kuna mtu aliniambia. Yaani round hii Raila ako na president, ako na intelligence, ako na army, ako na polisi, ako na koti, ako na kila kitu. Ruto hawezi ona kitu. Nikamwambia Ruto will be the president. Na atakuwa na niliwaambiaga atakuwa na 51.3%. I told you. Exactly that is what happened. Kuna watu walikuwa hawataki kunioga. Nilipigwa ngumi, kuna mali nilipigwa slap. Pale kwa baigine usiniruhusu nilikuwa nimeenda kufanya nini? Hapa juu anaitwa Hood ya familia ya Kenyatta. Nikaambia mtu mmoja hapo, Ruto ndiye atakuwa president. Wacha nikwambie, ile kofi nilikuliwa. Nilichomoka pole, hakuna mtu niliapia. Lakini nilienda na machugu. Juzi tu wakati Ruto ameapishwa ndio nilienda huko nikatembea. Hai, hikijajui. Niliona wote wamekuja mkia wameweka hapa, wamenyamaza wakaniuliza, "Kuradhi atia?" No president. Because this guy had a password. He knew it is not making noise. He knew he's buying the heart za watu. How can you get the heart of the people? These people are suffering. Akainterpret, akajua wheelbarrow ina resonate na hawa watu. Na akajua hawa watu wamekuja na matajiri, mimi nitakuja na hawa chini. Yes. Na ikakuwa hivyo. Na akakuwa president. Na amekuwa president. Walimpatia 100 days atatoka, bado anakalia tu. Wamekuja na maandamano, bado anakalia tu. Na watakuja na shake government, wanataka handshake. From next week wataanza kuzungumzia handshake. Yeye utasikia handshake itakuja. Wameleta Olusegun Obasanjo. Olusegun Obasanjo ni kazi ni ya kina Raila, ni mjaruo kama Raila tu. They want to sneak into the government, but it will not work. God will break down. Hallelujah. God will break down. All what they want is to stop the revival of the gospel of Jesus Christ. That is why they are working tirelessly to make sure Kenya imechukuliwa. Wameleta mpaka kijicho. Wametaka Kenya ichukuliwe. Wameleta kila kitu, wamejaribu. Nilitakasa hapa. Tulikuwa hapa. Nilikuwa Rajawa nikitakasa. Nikisema nimetumana. Kesho Kidiki. Kama hiyo watu hawataondolewa, nitaenda kuwaondoa. Nilikuta polisi wamejaa town mzima. Ati mnasikia mtu wa Mungeki amesemaje? Taenda kabahari unasikia mtu anasema ati huyu alikuwa mkubwa Mungeki lakini aliyokoka. Na wewe simamia hapo. Mwambie huyu ndiye aliyekuwa mkuu wa kikundi haramu inaitwa Mungeki, na umalizie hapo. Hiyo gini ya kuokoka ni yangu. Tulikuwa na wewe nikiokoka. Kuokoka ni hati yangu. Sema ile unajua, sema ile ulisoma kwa magazeti. Ile unajua, that you know. Huyu ndio kiongozi wa kundi haramu. Wewe Drono TV ni magothi kuga ndirari kwao. Yes. Bwana asifiwe sana. So once you are able to unlock the password, everything becomes on your side. You access the resources. So immediately, then Pharaoh said to Joseph, you shall be in charge. Because of being able to interpret, to kusoma the barcode, you shall be in charge of my palace.
And all my people are to submit to your orders. Only with respect to the throne will I be greater than you. Only with respect. Meaning, hata sasa, had it not for this respect, about tunaheshimu crown, kwa sababu mimi ndio nimekalia, hata yote you are in charge. Meaning, indirectly, he handed over all the powers. Only, soma hiyo statement ya mwisho. Yo, only with respect to the throne. Only with the respect to the throne will I be greater than you. It is only because of the respect of the throne. That is the only reason that will make me to be greater than you. It is that respect. You're a president. But you are the one in charge. That my people, you shall be in charge of my palace. And all my people are to submit to your orders. Hallelujah. All my people, meaning all my people, even my advisors, shall be subjected to your orders. So if you tell them, kill him, they will kill me. That is the power. Now this is the key. Once you know the password, the barcode, you are given the key. Now this man, amepatiwa kifunguo. So Matena, you shall be in charge of my palace. Where is palace? Will you be in charge of a palace that you don't have key? Will you be in charge of a palace that there are some rooms that you cannot enter? No, you have the access. You have the access of material. And from there you command the Minister of Finance. From there you command the Minister of Agriculture. From there you command the Minister of Defense. From there you command the resources. From there you command everything that is within the borders of Kenya. Because the access has been granted. Bwana Yesu asifiwe sana. So Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. I hereby, with the powers, I have donated all my powers to you. Because of passcode. Password. That is all what you need to know the password of your business. Until you come to know the password of your business, you will forever struggle. Until you know the password of your husband and your wife, your marriage will never stand. Because every marriage has a password. That which the magnet that holds you together. The magnet. The magnet that holds you together. It's a password that you must know. That password. If you don't know the password of your marriage, the marriage will never stand. Unaona watu kama sisi hatuna watu because mimi sina password ya mwanamke. Lakini nitakudanganya tu bure. Nikikwambia I love you. Ni madeni. I'm just guessing. That I will Kenya tu Kenya udhi. Because sina password tina. Until the day nitakuwa na password. Nikifanya hivi tu unaanza ukaja kwa inena kinya mwele wadi raini na vitima gekonyitete. Inogo negevitima. Hello, ukiwa kinya mehabo elagamba kona ciothe ciothe. Tidie mundu uyu urajekire. Kono makuire hakiri. Ti hakiri yako kuire. Ni kumenyaga password kau. Bwana Yesu asifiwe sana. Then Pharaoh took his signet ring. You see now, the material, resources of human and materials given the state house and the workers and everybody are under him. Now he's saying, then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. That is a covenant. That is a covenant they made. He removed the signet ring. Imagine you can get a signet ring. Bete yao hiki. Unanitolea tu na ninakutolea na kuambia leta utaburisha mkono. Hii sitoi. Hii sasa nakutolea yangu na kuweka hapa. That is a covenant. That he told, he was making a statement that from today I will be submitting to you. Wakati unatoa pete yako hivi, you have removed the authority that put it.
then you remove this authority. Unaweka mama kama huyu. Unambia, from today, I will be submitting to you. That is what a Pharaoh told Joseph. From today, whatever you will say, we have made a covenant, me and you. Whatever you be saying, it shall be done. And you have my backing. You have my authority. And from then, I put it on Joseph's finger. He dressed him in robe of fine linen and put gold chain around his neck. Woo! Hey! Akamuvalisha nguo ya kiodhamaki, kisha akamweka chain ya gold. Akamwambia, you are no longer a slave, but a prime minister. A prime minister not without power, a prime minister with power and authority. Those are that you can when you get the human resource and the material. That is only when you have the access to the resources, both human. And last but not least, it is when you have the validation of your life. When you have the validation. The book of, when you have the platform, not the validation. When you have the platform. When you have the platform, like the platform I have, this is a platform not given by me, by myself. Not given to me by people, you. Because you never gave it to me. You found me with it. And you joined it to support it. When you are given a platform by heaven, then you have the control, the supremacy, the work of all things that are around you. When you have the platform, you can speak from here and the world will listen to you. Right now, there are people watching us from all over the world. Right now, there are people watching us from all over the village of Kenyans. Right now, there are people that are listening to us and they are obeying and walking and doing according to the teachings. These teachings, they are not unique teachings. They are the same unique teachings that are being taught somewhere else. But there somewhere else, there is no platform that can command an international platform. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikuta Wakorino wakirukaruka kule wakiwa 12 wakisema they are in the same book. This is the same book that they are reading from. But the same book that they are reading from does not qualify them to have a platform that can go beyond where they are. So anything that is being taught by hawa Wakorino hapo wakizunguka na hiyo bedra yao wamedhugiria hapo, it ends there. But me, when I'm speaking, somebody in America is watching. When I'm speaking, somebody in UK is watching. When I'm speaking, somebody in India is watching. When I'm speaking, somebody in Gulf is watching. When I'm speaking, somebody in Molo is watching. They are listening to me and they are doing according to what I'm saying. Not because I'm powerful, not because I've gone to school, not because I'm anything better, but because God has given us a platform that is of an international clutter. Your supermarket is the same supermarket like the neighbor's supermarket. Your supermarket is the same supermarket as Carrefour. But Carrefour have got an advantage over you. They have an international platform, yet you have the local platform. The people around you, even if Naivas comes and opens a supermarket, they will not go to Naivas. They will still come to you because you resonate with them. Until when you change and rebrand yourself and get a platform, an international or a national platform, that is when you go anywhere, your supermarket will be listened to and the people will come. And people will say, in a supermarket. Right now we ask, when I go to Nakuru, as I'm driving to Nakuru, I ask, because there is a platform, they have a platform, a national platform. If I to go to Kisii, the first thing I'll ask, do you have a Naivas around here? Because they have a platform. I won't ask, do you have a Wajiko supermarket here? Because Wajiko is known in Korogocho. Wajiko is known in Dandora. And that's the end of Wajiko. But when you go to the national platform, you go and ask, do you have Nakumat here? Hello. If you go to Rwanda, for those of us who are privileged to have traveled in this world, then when you are going to Rwanda, the first thing you are going, where is Nakumat?
Right now, the biggest university in Rwanda is Mount Kenya. And when you go to Mount Kenya University, when you go to there, you ask Mount Kenya iko wapi? Mount Kenya, it is known. Equity now is a brand in DRC Congo. When you reach to Congo, you ask them, where is Equity? Because it is a platform given to you. It's a superior platform than any other. In the book of Acts, watu napiga story mrefu ndio waweke hapo. Kupe platform yao iko huko chini tu. Acts 13. Acts 13, verse number 2. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. While they were worshiping the Lord, as they ministered to the Lord and they fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. Separate. For you to have a platform, separation must come. You must be separated from mediocres. You must be separated from the people who have got no value for what you are doing. The people who got no direction of where you are heading to must be removed, no matter what is happening, no matter the condition, no matter how good they are, no matter how powerful they may look, no matter how resourceful they are. They must be removed. When Abraham was being blessed, he was walking with Ruth, and when it came the time for Abraham to be shown the land that he was promised while at Mount Moriah, when he was about to kill his child, then he was told, you will increase like the stars of heaven, and you will be as small as the sand of the sea. That was a promise. That was a promise. It was not actual. He was told how it would come to happen. Now when it came to happen, it is when he was commanded, get out of your father's land and go to the land that I'm going to bless you. And as he walked, and he was told not to walk with anybody of your family, but he chose to walk with Lutu. He went with Lutu. As they went, they faced a lot of challenges. There are people that you walk with. There are people that you will decide to be with, and they will cause a lot of challenges in your life. They will cause you to stagnate. They will cause you to be able to be frustrated. But until these people are removed from your life, that is when things will start working. When Abraham realized, Lutu is my problem. Lutu is the cause of the challenges I have. Lutu is my enemy. There are people who you think they are good friends to you, but they are enemies of your success. They are enemies of your destiny. There are people that will come into your life in the form of a husband. Kumbe amekuja akuwe kizgugumisi to kill your destiny. There are people who come into your life as wives. Kumbe they have been sent to come and destroy your destiny. There are people that you will work with all along doing business together. Kumbe they were meant and purposed to come and destroy what you are supposed to become. Therefore, when you are starting working, you try to ask God and know exactly who are these people that I'm working with. Not every person you need to work with. Not every people that because they are coming you're loving. Ati kwa sababu unacheka na wao. There are things that you walk alone. At some point Jesus used to walk alone. He will drop 6, drop 3, then drop 1, then go alone. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you find I've dropped you, don't worry. You are not worthy in my life. Don't worry. Just don't think. Don't look at it as I hate you. I don't hate you. I love you. Atukienda kwa nyuko, I'll be taking you to Serena. Na kununia plate moja 4,000 shillings. Na glasi moja ya juice matunda 3 ya orange imefinywa, wameongeza maji. Na nunua 1,000 because of you. Unanusa tikafogena ile gilio. Hallelujah. Ninakuitia chai inaitwa cappuccino. Kale kakobe ka madharau, kale kadogo kamekaa hivi. Kanakaga madharau. 700 shillings. I say hi. Na hiyo 700 ndio mtu mmoja anataka 700 bili. Sababu nikikunywa kahawa, sintakunywa kahawa na ukunywa kahawa.
Na labda tusambusa tutatu ni 1800. Alafu ongeza 700. Tote inakuja 3200, si ndio? Yeah? 3200. Na hiyo ndio mtu anataka afugue ka kioski. Aweke katuka hapa. Kasoko. Thukuma na nyanya na waru na madadi. Na wira na ndukahwa rĩngĩ. No kaigwa wĩra ũcio nĩ ũkagũra ngari. Na ciama ciothe ciatumia ciama ta 10 wĩra ũcio nĩ ũra-sustain ciama icio ciothe. No ciarĩona kĩ? I will take you, you will eat. To show you, mimi sikuchuki, but I don't need you in my life. That's fine. And I'll be taking you. Na tutakuwa tukienda na wewe, tunakula. Na make sure unakula ile mnono. Because kutoka ile siku uliondoka kwa maisha yangu, pesa iliingia. Sasa nitakufundisha uone how successful I am and how I failed when I was with you. Hapa kuna God forbid. Hiyo ni yako. Hiyo ni yako. Hiyo ni yako. Kama imeenda, imeenda. I can't. Siwezi entertain ujinga. Hapana. Na vile mimi nimeosha choo. Mtu mzima kama mimi nimeosha choo. Hiyo ni upako nilikuwa natafuta na nilipata. Ushoke ugoidhia. I'm telling you my dear friend, utakuwa ukiona mgogo hapa. You see, separation has to come. After the promise in Mount Moriah, this gentleman waited for many years for him the promise to be fulfilled. So the process of you waiting for many years for this process, for promise to come to be fulfilled, you need to walk with the right people. You know, this man decided to walk with his son because he's the son of his brother. And this son is one of the people carrying the altars of the father. And this is what God was separating him from. That he may get out of the father's compound so that he can bless him. Because the father of Abraham then was Terah. And Terah was an idol worshipper. And therefore everybody in the family, apart from Abraham, all the rest in the family were idol worshippers. So for God to bless you sometimes, atakutoa kwa baba yako na mama yako, as good as they are, atakutoa akupeleka Kisii. Aende akubarikie huko. Because the curse you are carrying, ama laana ambayo uko nayo iko kwa baba yako na mama yako. Hiyo shida yote uko nayo ni kwa sababu ya huyo mzee uko nayo. God will cause you, atakupatia green card, mwende Amerika mkosanie huko, akuache huko, waurudi huko waanze kubarikiwa tena. God will cause you something to happen because he wants you to be blessed. And after working for quite a long time, Abraham waiting and Abraham making mistakes, mpaka akaenda kupatiana bibi. Na imagine mtu yake hana mke wake. Unapatiana kwa mwanaume ukijua ile kitu itaenda kufanyika huko. Simpatieni ati wende wakafanye misa. I have no control. Ama alikuwa na control. He didn't have the control of the wife. He lost the control literally. Na unajua niadhie. Na ule yako dhigwe na kudui. Na kile kuhieneka na kudui. Na kia hieneka, it is very hard. Hawezi kurudi kwako. Lakini alikuwa anataka kusave moyo yake. Why? Because of carrying this karutu. It is the Kanut that caused a lot of these challenges. He went there, akaenda akakutana na watu, wakapigana vita, akaenda mahali kwingine, akateseka. Until when he realized this Karutu is the problem. Not the problem is not these people that are fighting me. The problem is not these people that are trying to stop us from going. The people who are fighting you are not fighting you because they have a problem. The problem is with you. The person you are carrying is the one that are tracking the dangers that you are facing. So look at yourself, the people you have around. They could be the one causing the problem you're having. You are facing the family challenges because of the people you have around you. Your business is not working because of the people around you. Not that the business is bad. Not that the family is bad. Not that your wife is good. Your wife is a wife material. Ni wale wanakanga nyumbani, wanashida wakikuibia kanyimbo. Sio mzuri. Yes, sio mzuri. Hiyo ni mbaya. Egoboka nyume dhino jikare. Amujui hiyo? Egoboka tuanze tena. Egoboka nyume dhino jikare. Magegania meko the matare meko.
Ate goboka jekiatea. Jikarere yara ine. Magagani ya meko. Yani, the favor of God will be around me. And things will just happen. Nikiwa pale kwa hewa naangalia hivi. So you must isolate yourself. Egoboka nyume ejeherere mekora nyukare yeraine mekore nino yothe. Yes, you must separate. This man was separated. They say that they separate me and Barnabas and Saul so that the work of God can go on, so that your life can change, so that you can succeed where you are failing, so that you can become where you are not becoming, so that you can rise where you have not risen. You need to separate them. It doesn't matter who. Hata kama ni yeye uaga unakibreathe. Najua O2, oxygen ni O2. What does that mean? Kwa wale ambao tulifanya physics, those of us who had A's in physics. But do I say, those of us who, I'm alone in this world. O and the 2, it means there are 2 components together. There is nitrogen and there's what? There is nitrogen and hydrogen. Hallelujah. We went to school, man. Don't be looking at me as yes, I went. I was very good in physics. Siku haikuwa imekuwa separated, ilikuwa science. Ilikuwa physical science. Yes. Mimi si wajana. Hallelujah. So for this platform to come, there must be separation. And after Abraham dropped Lot, the Bible says the eyes of Abraham opened. All along he was blind because he was carrying the medicine to make you blind. So there are people around you that have made you to become blind. You are not accessing, you don't have the platform because of the people around you. It's not that the platform is not there. The platform is there. These people, they were fighting over a piece of land because of grazing. I'm told because I was there, I saw it is 10 acres of land that they were fighting for. Until when this Muse came and told this young man, keep off my life and go there. Choose anything you want, take it away for you. That is the time you say, enough is enough. For you to succeed in life, enough must be enough. And you must learn to walk your life, and you must learn to do your things according to how God has instructed you to do. He had the instructions from heaven. He had everything from heaven, but he decided to walk with a cocoon, a mungus, something that kept it disturbing, kept causing problems to them. The day he decided to send away this young man, and this man vanished towards Sodom, immediately the eyes of this old man opened. They were fighting over a piece of land of 10 acres. And when the eyes of this man opened, he was told, just look, ikiamaido maku, look, angalia paka mahali macho yako itakosa kuona. That is how big your land is. Turn this way. Akaambiwa angalia paka mahali bigu inashikana na ardhi. That is what. Na akaenda hapo bigu ilikuwa imeshikana na ardhi. Akaona ni hapo mbele. Akaenda hapo mbele akaona ni hapo mbele. Akaenda hapo mbele nikaona ni hapo mbele. Akaenda hapo mbele akaona ni hapo mbele. Akaenda hapo akaona ni hapo mbele. Na walikuwa wanapigania eka 10. You may be fighting for something that is worthless. He was fighting for his own land because even those 10 acres were still his. But he struggled. Akangangana. Back until he made a decision. Let me tell you one thing. The platform, once you are separated, you are given a platform. The platform opens the eye for you to see how valuable you are. Until you have the platform, you will never be able to know who you are.
Until you have the platform, you'll never be able to make decisions that are meant to make you move to the next step. Until you have opened, God gives you the platform, you will not be able to succeed. The kind of people that will be around you will be mediocres, will be fighting people that you don't understand their value. Because there is a battle you can do with people that are valueless and they are adding nothing, they are only subtracting you. The platform. Bwana Yesu asifiwe sana. And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. The platform sends you away to where your treasures are. Hallelujah. The platform sends you to the location of your blessings. The platform gives you the identity that you need. Because you can never be blessed if you don't have an identity. When Abraham was able to identify himself, I'm the one carrying the blessing, it is not this young man that is carrying the blessing. He sent this young man and told him, go choose anything that you want. Because it came a time that Abraham realized, I am the one carrying the blessing of everything. Hata hizi busi ni zangu. Then he told him, go away. Haushi usi. Kama mtu unajitambua, unajijua, you get not worried. Even if they come and say they take all these seeds, they go. It is not this seed. This seed did not, hazikujilete hapa. Ni anointing upon me that brought these things. Hii madhabahu haikujilete hapa. It is the anointing upon me that brought this thing. So I will not be worried if you come and destroy. I will not be worried if you come and take this away. I will not be worried if you take anything. What I will be worried is if kunakuja na kijiko kuchota anointing yangu. Hapo tutapigana bunduki. Lakini kama unachukua material ambazo zimeletwa na anointing, na mimi najua anointing inaendelea kukua, as much I'm preaching, every day of my preaching increases my anointing. I hope you knew that. Every day of me working, every day of me, it increases you. Our topic was, how do you know? How you relate and how you know that you are increasing. Umeongezeka. Therefore, whatever I'm doing, when I have the backing, is because the increase. When I have the material, is because of the increase. When I have the access, is because of the increase. When I have the platform, is because I have increased, I've matured. Spiritually, I'm given responsibilities. Every single time, there is a new responsibility given to me. Every single day. The more I do good things, the more the increase comes. The more I move with the work of God, the more I'm increased. And they are to being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Cilicia, and from thence they sailed to Cyprus. They had a platform. The platform was the gospel of Jesus Christ. Everywhere they went, they conquered. They won battles. They succeeded. In whatever they were doing, they made it possible. It was made possible for them. They never struggled to be where they were. Hallelujah. Praise be the name of God. How many of you up to that level they think think we have been blessed? The more you walk with God, there are results that are produced. The more, every time, the more you keep on walking with God, new results are produced. You can't just hear and sit because the ministry imekuwa ukae chini, you expect anything to come. You must continue walking, doing. That is why you see I have increased the number of services because I want to walk with God the more. And from the next week, God willing, I am going to launch now evening service. Yeah, evening service. Yeah, the difference. Watu wakitoka kazi wanapitia hapa. Ninawachapa the difference kidogo, unaambia kwendeni mkabarikiwe nyumbani. Hallelujah. Hallelujah. The more you see me, I'm here, I'm in the mood preaching to the pastors. I'm in the mood of preaching to the pastors. I'm in the mood of planning a crusade. I am planning, I'm in Mokuru, anywhere. Because I knew the more I pursue, the more I push, the more I do, the more I'm increased. That's a passcode. Hapa hii passcode hapa, mimi naijua. Nyinyi endeleeni kusema, udano gaga. Where do you kanoge? Where do you know? I know what I'm looking for. I know what I'm looking for. I know I'm looking for the glory of God. I know I'm looking for the empowerment. Now, after all these things I'm doing, God has told me that now I'm elevating you to the international platform.
Wewe ng'ang'ana tu hapo. Ng'ang'ana tu hapo ukiomba maombi ya kufuja watu, ya kufuga, ya kufanya, ya kununu, ya koroko, ya kariaka. Hiyo, endelea tu. Mimi I'm moving and moving. And the more I'm moving, the more I'm giving more powers and more resources and more oh my God. Okay, tayarabashi. The more backing. And once you get into the international backing, you find the kind of people who are praying for you, they are international. They are in America, they are in Australia. Wewe ile kazi unajua ni asubuhi uliamuka mkuru kwa Ruben, ukapubulia kwa karatasi ukarusha huko juu na maombi yako ya hapo. Sasa unafikiria utashindana na watu wako Amerika, wako Jerumani? Watu wamevuja miamba ya kimataifa. They rebuke the mighty name of Jesus. Hata sauti yenyewe ukisikia venye anaongea unajua huyu hata geshaki kwao is not recognized. Uta imagine leo ugeta tele ministry no ni adura. Gushoka dieko. Dura weka ine ginyako. No damia de kale synagogue. Ufungue Biblia unapata synagogue. I have elevated. Nimeinua madhabahu yangu. The name alone can cause you to disintegrate. God is a jealous God. If he has given you a responsibility, work as he has instructed you. Don't turn anything that is of God to yourself, to your benefit, to your name. Never ever. This why sikia mtu akisema ati hapa kanisa ka Waruinge, ni dire kanisa. Mimi sina. I'm just but a caretaker. Kama yule kuchuka nyumba pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuja kanisa ya Mungu. Kuja kwa nyumba ya Baba. Ndiye alifanya hizi zote, sio mimi. Hata ukikuja kwangu sijafanya hivi. Nina struggle kwangu kufanya, lakini Baba alipofanya kwake alifanya. Nikamuomba material, sasa ndio naanza kutengeneza, nikamuomba material, nikamwambia tokea ndo ishigere cia rangi atigarire. Kathondeke kwakwa. Hivyo ndivyo nilifanya. Ziko pale hiyo maragi na mimi naenda kupaka kwangu. Sasa ukikuta nimepaka kwangu usikweza kusema ni sadaka ya hito. Gotire sadaka ya kudere yaruta wira guko. Sadaka ya kuria Kemani na Sharedi. Ndire yaruta wira guko. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kitu unatoa hapa sio yako. You don't give to me. You give to God and God decides this thing is going to do this. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mumeboeka na mimi hakuna shida. Hivi mnajibu amen. Amen. Onakere. The more you do the work of God, the more backing you get from heaven. The more you give towards the work of God, the more backing you get from heaven. You will never lack. You will never lose. Don't worry of what you're giving. Give it the more. Give it every time. Do not kwanza kuhesabu. Ukisema ati nikipatiana hii itafanyika ni no, just give. Me, I give everything. I give everything. I give everything. And even if God came and asked me, toka hapa uende, I will just, the way it is, I will just go. Because I know he is not man that he should lie. He said, I'm going to bless you. He said, I'm going to bless you. That is what Abraham knew. He knew that he cannot give you and then deprive you. He said, I'm going to give you a child who will become a generation. So he knew even if God has asked me for the son, I will give. Siedi ataibika. Hiyo ndio ilikuwa thinking Abraham. Because God had told Abraham, I will make you great. I will spread you all over the world. Utaongezeka, utakuwa mwingi kama mchanga baharini. So he knew. Si uchukue mtoto. Si wewe ndio umeitisha. Si uchukue. Nani ataibika? Ni mimi. Alafu achia Mungu vitu zake. Wacheni Mungu aitwe Mungu. Wacheni Mungu aitwe Mungu. Simuendelee. Mwenda utongorio, mutiketa gwitongoria. Wewe muibaji. Mwenda utongorio. Ama hiyo ujui. Mnajua ile siri ya machozi haya ni wewe ajua. When you remain conscious of your submission to God, you become greater
and powerful in the spirit. When you remain conscious, sema conscious. When your consciousness is always there, when you remain conscious of your submission to God. So being conscious of submission, of your submission, that you totally submit to God, you become great and powerful. Because God will enlarge your territories. And you only not become powerful physically, you also become very powerful spiritually. That you'll be able to do things that no man can be able to do. The greater the relationship with God, the greater the backing. The greater the relationship you have with God produces greater backing and the greater successes. Bethel Clouds TV, empowering lives.